For the 2.5 years we dated, I already knew within the first 3 months that this relationship is not it. Hii haiendi mahali. But I kept blocking and unblocking him. Na hiyo ndio inasemekananga it's true love. So nilikuwa najaribu kumwacha, anakuja analetea bouquet of flowers. You know, he had a tracker. Angejua niko wapi, niko na nani, nilipigia nani simu mwisho. And for that reason, he even made me move out. Yani nilihama apartment juu yake cause of kunipeanga surprises kwa nyumba. So one day akasema, tukakorozana akaniambia, do you know mimi naweza kuwa na nikurushie kwa hii mtaro na watu wenyu wasahau kama uli exist. And that was my wake up call. So today I'll be talking about the struggle to live because of emotional entanglements and how I eventually managed to quit this bad relationship. So stay tuned and watch the video up to the end. Today is season finale. I'm doing 2 videos in one. And I can't forget to say thank you so much for the support you've accorded me on the 7 episodes. Yani, kuna watu watru mmekuwa mkiwatch episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pia nimegather so much subscribers. At the moment, we are at 486. Yani, watu 14 tufike 500, guys. Sasa 400 subscribers ni kitu ya kunyima mtu. Ni support. Thank you. Thank you. Naonanga, most of you watch and you've not subscribed. Tafadhali subscribe. It really means the world to me. And for those who have been viewing, I appreciate. You know, unaweza create content na ukose watu wa kuwatch. So nikicreate na nione imewatchiwa, I'm so happy. So after meeting this guy, this man who promised a fairy tale, who promised taking me down the aisle, within the first 3 months, I felt a boundary was being violated. I was being disrespected in some way, and I feel like I can't take it anymore. So nikamblock mara ya kwanza. Akanitafuta. Alikuwa anakuja kwa parking lot, amekuja kwa ofisi. He's in my house. Then he's already created a rapport with the soldier. So soldier tamfungulia tu gate aingie. So nimpate. Then akikuja, I don't want to show the people I live with like, tuko na drama na hawa watu na huyu msee. Ama akikuja kwa ofisi witu kwa reception, you'll just have to act up and behave professionally. Akikupata kwa parking lot where you maybe lunchtime or jioni where your colleagues are seeing you, you have to keep calm, umruhusu aingie ndani ya gari, you discuss. Ananiambia, I know, makosa ni yangu Jen, lakini I promise you, nita change. The things that tulikuwa tunakosania the first 3 months, no vitu tulikosania eventually. The things like, you're not showing me where you work. But wewe unajua mahali mimi na work. You are not showing me where you stay, but you know my house. You are not showing me your friends. You are not showing me your colleagues. Ikafikia mahali na mblock na unblock. Na mblock na unblock. Yes, najua ni toxicals. Amekuwa akiniambia fake promises. Amekuwa akiniambia vitu zenye hazi happen. Nikimwangalia sana hata the deals ananiambia anafanya like mara ako na 8 million, mara ako na pembe za ndovu anauza, mara ako Kongo, sijui ameenda kutafuta nini. Mara ako na ngwashe kwa farm sijui ya 12 acres, mara ako na vitunguu anauza huko Marikiti. So I was not understanding this guy. Mara ako na counterfeit energy drinks zenye KRA wanamsukuma nazo. So it was a lot. So nikiangalia hizo patterns nilikuwa naona this guy is not straight. And the fact that he cannot show me where he stays most likely is because he is living a double life. So I know I need to quit. But sasa namuacha najiambia, madam, you know you're in your mid-30s. Or you are in your mid-20s, sorry. And value yako inaenda ikishuka. Standard zako za wanaume zinaenda zikipungua. So huyu mwenye umepata mwenye anakutaka ndio ujishikia, ujinyakulia and run away with him. After all, the guy was dark, handsome and he looked financially okay. But hizo zilikuwa ni stories za jaba if I'm not wrong. So najiambia, hold on, maybe he will change, maybe he's also going through issues. At some point I even suggested, can we go for a couples therapy? Because yenyewe mimi nilikuwa nimeona, my husband to be, for better, for worse, for richer, for richest. Lakini hawezi change an adult. He was perfect for me because I'll come at a point where I was ready. It looked like an answered prayer.
na alikuja akiwa na ile package nilikuwa nataka. So I was also afraid of losing him. As much as he's bad, I would have sleepless nights, I would cry, I'll tell my friends about him, wanaambia hey, bado unafanya nini na huyo msee? Sio muache, you deserve better. But najiambia ai hapana, wanaume ni rare, wanaume hawapatikani. Sasa nitamwacha nianze tena zero. Alafu nasikia sasa tumedate 1 year, 2 years. Hey, sasa hiyo time yote nimewaste. Nitarecover aje? Afadhali the devil you know than the angel you don't know. I blocked him so many times. Yani mtu mwenye alikuwa tu ananisaidia ni bishi yangu anaitwa Viji. Cause Viji ningemcall nimwambie hey, tumekorofishana na Dan na kumenda hivi na hivi. He did not support my projects. Angenipea tu fake promises aniambie nitakupatia like this much. He will not eventually give you. So these empty promises kept on making me want to quit. These lies. Huyu ni mtu angekwambia hata enda salon shuka. Naomba si unipatie tu niende nishuke. I already know the style na nashukua na madhe mwenye yu nishuka. So I know the amount. Anakwambia wewe enda nitalipa. Hata lipa. Mama wa salon mpaka ilifikia mahali akaniambia kama ni yule mse wako, please mi niambie tu ni wewe utanilipa. Kama hauna do nikushuke na deni. So those fake promises really were a turn off. But nilivumilia 1 year, 2 years, mpaka 2.5 years ikafika. Nilikuwa naenda mpaka maombi najiambia, I need to pray for this guy. I need to hear God. Siku ya mwisho ya maombi, shetani ni nani? Shetani ananiingilia. Shetani ananiambia, it's not yet over. We can still give it one more time. And those emotional roller coaster kept on making me come back to him. Alafu yeye pia ni persuasive. Anakuja ananionyesha the way we will have. Analikuwa ananiambia hutarudi soko tena. Hutawahi kuwa single tena. Mimi nimekutoa soko, hata mimi sirudi soko. Ikakuwa hii relationship 1 day ni mzuri, 6 days ni mbaya. 1 day nacheka, 6 days nalia. I would cry in my bedroom, yani nalia mpaka nafura macho. Alafu kuna vitu huambiangi watu. I can't tell my sister. Yule jamaa alikuwa nimewaambia tunafanya harusi na yeye. Kidogo ni kama ilikuwa ni stories za jaba. You don't say that. Something that remained like a puzzle. Because this guy, he does not act right when we are together. But when I quit, he comes back now treating me so nicely. Nikishamrudia. After 1 month, anarudi back to default settings. When I went for healing and the therapies, when I realized this is an emotionally mature person. This is someone who was not committed to me. He loved me. He loved having me. He loved the maybe my company, the conversation we were having, but he was not committed to having me for a lifetime. Ako tu hapo ajibambe na mimi. So akini lose, nikimwacha anaona ni kama amekuwa rejected, ni kama ame lose the battle, ni kama amekuwa abandoned. And because he has his own wounds, he will try to give me that curse more because it was the barest of the minimum to make me come back. And the moment I'm back, the moment he wins me back, anawachana na hiyo story. So he wants to keep me, but without effort, without commitment. But who wants to be kept without commitment? Of course, not a girl like me. And I'm beautiful. Unaweza imagine sahi niko hivi, and then you can tell. So siku moja, I remember I had gone for a function in CBD, Nairobi. And I was having a mega project, and I had even showed him this is the project, this is the amount I am required to have to raise. I've read this much, but then I have a deficit of this amount. So I don't know where to get this kind of money. And he tells me, don't worry, I'll support you with this amount. Aliniambilia 60K for records. 6K was not a huge amount of money because sisi hata 20,000 tungespend in a day. And pia unasikia madeal zake zilikuwa ni za mamilioni, so what is 60,000? But ananiambia, sina M-Pesa, niko na cash, wewe tukipatana nitakupatia leo, kesho kutwa, the same story. So nikatoka function tao kitu kama saa 3 ya usiku. Akaniambia niko Nairobi West, club inaitwa Eureka. Wewe kuja hapo, mimi niko na cash money, nimesha exceed limit, siwezi deposit, siwezi tumia money banking, siwezi tumia M-Pesa, come for the money. Mimi nikaenda. Nilipofika Nairobi nikamwambia I'm outside Eureka, kuja niletee do. Me I do not drink and drive, so nataka nichukue pesa mimi nikuache ukikunywa, si mimi niende home.
I insisted I'm not coming in. Kaniambia nilikuwa nimekuorder nyama, nikamwambia no, mimi sikuwa nimekuja kukula. After all nimetoka function. I've already eaten and taken soft drinks. I'm not kunywa pombe. So you can bring me the money. So akakuja. Alipokuja hana pesa. Anaanza mastori ndefu 30 minutes, 45 minutes. Kaambia by the way, unajua kitu nimekuleta hapa ni gari. Ni pesa. Sasa utapata drink yako umewekewa mchele. So nipatie do mimi niishie. Tutakuwa pamoja kesho, ni weekend. Siendi kazi. Akaona ni kama nimemfigure out. Akaanza mastori. So zile story alianza kunishow mimi niko like, bro, hauna do, umenileta hapa nimespend fuel. Now you are wasting my time here. Ni saa 5 ya usiku. Nikamrushanisha na mlango. Akatoka akaenda akaniwacha. Aliponiwacha nikamfuata, yani juu ya mahasira. You know, this guy had turned me to a crazy woman. Because naturally, me I'm soft spoken, I laugh a lot, I am a joyful soul. Sinanga vita na mtu mimi. Hata kama ni because as a human amwezi kosa kucross paths na watu, sio hizo za kushautiana, kutusiana. Sijajipata na vita ati mimi na watoto wengine tulichapana. Sijajipata na vita na wamama wa ploti ama na kiateka ama no, me most of the times mimi nakuanga wale wa it's okay, I'll compromise. Kama itabidi tuvurutane ama vita, mimi nitaondokea. But for this one, nilikuwa nasikia sijui nguvu nyingine imetoka wapi. And you know, he's big, he's heavier than me. So nikungangana juu ya hasira, juu ya kuona mtu ananibeba ufala, juu ya kufeel betrayed because I give so much. I had lent him money so many times, hizo drinks zake zikishikwa. Then he would return kama 20k ilika almost a whole year before anirudishie. So yeye amenipromise ananipatia do. Na namwambia I have already shown you this is the project. This is the deadline. I've committed. Umeniambilia ido. Akashuka. Mimi nikamfuata. Nairobi West huko kwa soko mahali kunauza ngopi. Nikamgonga. Sasa si nimeacha gari huko Club Eureka. Nikamgonga. So the guy got humiliated. Kasema sasa Jenny wewe hunijui. This is the last time utawahi chapa mwanaume. Okay, to date siwezi chapa mwanaume. Wanaume sio wa kuchapa. Kwanza mbele ya watu hawatakangi. Kanishika hivi, kanishika mashati, akaniambia wewe twende. So tukatoka Nairobi West, hiyo area, tukatoka tukaenda huko kwa my estates, huko Akila or something, huko South Sea. Tunaenda tukafika mahali, sasa mimi na resist nataka kurudi. Ananigonga kama mwizi. You know, I think he was a policeman at some point, a GSU officer for that matter. Hizi ni details nilikuja kurealize baadaye. Initially mimi sikuwa najua. So akanigonga, akanichapa. Haya, so sema nishika kama mwizi hivi. Atukipata na watu wana behave ni kama tu ako sawa. Is like an uniformed policeman. Akaniambia, do you know me Jane, I can kill you. Na nikulushe kwa hii mtaro na watu wenyu wasahau kama uli exist. Na hautakuwa wa kwanza. Ati, what have you just said? Unaweza niua na unilushe kwa mtaro? Juu ya nini? Nikajiambia by the way, hapa I might die. Gari nimewacha huko. I don't know this guy. Nilikuwa nimeona ID yake at least. But sasa hata nikiuliwa, ni nani anajua ni nani ameniua? Ni nani? Si ataniua na anibari hapo. And unasikia akisema sio wewe wa kwanza. So this is something he's been doing. That was when now I was like, love is blind, but it is no longer blind. My eyes are now open and it is time now to quit. I'm quitting this relationship tonight. So, by good luck, mtu wa boda akakam. Venye mtu wa boda, unajua hakuwa anataka scenes, hakuwa anataka drama. Venye mtu wa boda alikam nikajirushanisha hivyo Kaambia mtu wa boda nifikishe Nairobi West. Nikaepeleka Nairobi West na mtu wa boda nilikuwa scared anaweza nifuata. Nikachukua gari yangu nikaenda home kule Imara. Mujinga nikamcall kumwambia nimefika. Kaniambia baby it's over between me and you. That is me hunilipiangi rent. What a motherfucker are you? It's done, it's over. Na sasa ikakuwa ni hivyo, si mimi nikamblock na story ikaisha. Na shamelessly anangojanga ni heal after 2 weeks ataanza kunitafuta. So I decided, because nimekuwa nikijaribu to do it on my own, to do it using a friend, I'm still not able to leave him because I'm emotionally invested. I'm having a fantasy of him. I've built a future in my head that does not even exist. I need to go for therapy.
So nikaanza kwenda therapy sessions, nilienda sessions 6. And you know therapy is expensive na unalipanga per hour, so you can imagine the kind of investment. Actually ile pesa nilikuwa nadaisha niongezea kwa project, I spent like half of that amount kulipa therapy. Thank God I was financially okay then. Woi, ingekuwa saa hii na hii mambo ya SHA na housing levy I would have died. So nikaingia therapy. So nilikuwa naenda sessions 2 hours every Saturday. Then in between, as I was speaking to this friend of mine called Virginia, akaniambia, maybe you need to pray, and this time round pray seriously. There are signs in the Bible, and 5 is a good sign. Sign inaoneshanga restoration, sign 5 inakuanga ni favor, 5 is like a divine intervention. So you need to pray for 5 number 5. So is it 5 hours? Is it 5 items? Is it what? So me nika choose 5 days. So I would pray and fast each and every Wednesday. So during the prayer and fast, I reflect on what is this that made me stay? Why did I stay for this longer? And what is it about me that was making me stay? Based on peer and reflections sessions za therapy. So mi nikaomba the first week. Naambia Mungu, sasa me I need to leave. Bring me my man. I wish I could get a man right now to replace this one because I'm not ready to die because of a fake love. Ai, nikaomba. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. By the time namalizia, I was not sure if I'm going back because no, it's 5 weeks is like 1 month and 1 week. No signs. Sijaambiwa kitu. But I gave up on God because like my prayer is not being answered. I'm desperately in need of quitting this relationship. Due to emotional entanglements, I still feel like I want to go back to him. And I was telling VG, me I've given up even on God. I wish I didn't even pray and fast because it didn't even work. I'm still feeling the strong urge to get back to him. Pia nikukuwa na scarcity mentality because najiambia, we mwanaume kama huyo nitamtoa wapi? Wanaume hawapatikani. Sasa utawacha huyu uende kupata mgani mzuri. They are all devils. Si wanaume ni mbwa ama? So that is what the story we usually tell ourselves. Vijaka niambia, you cannot give God a timeline. You need to have faith. You need to believe it's over and over with him. Then thank God for Google and the things like ChatGPT because nilikuwa najiuliza, this guy, what exactly did he want? Nikirudi ananitreat kama takataka. Nikiondoka anaanza kunitafuta. So the therapist took me through, nikaandika mpaka release letter. I live and realized I have my own internal wounds ndo zinanifanya nikwamilie huyo mse. I have my own traumas. I have need for validation from external people. And anybody who tries to show me some little affection, I fall for it because I have a hunger for love. I have a desire to be wanted, a desire to be chosen. And this guy is able to offer that. So that is what was making me stay for so long. But eventually, niliandika release letter, nikairalua na nikatupa. And somehow by the grace of God, yeye pia akaacha kunitafuta. I later came to even get a better person. Yani zile mastori unajiambia, unakuja kurealize, wow, if only you could be taken to the future. Alafu urudishwe nyuma, uonyeshwe, if you could be taken to the future, uone how bright, how many men will even hit up on you. Wewe ushinde hapo umeshikilia breadcrumbs. You will be surprised. To all the young women out there, or the married women who are still holding on to toxic husbands, to toxic boyfriends, just because you are scared of starting over, me, I would say always choose yourself. Choose your peace, because if it's costing you your peace, it's very expensive. If it's costing you your health, it's very expensive. It's not even worth it. So hivyo ndio mimi nilikuja nikatokana na huyo msee. Sijai kutana na yeye mahali pengine. But your story, I'm healed. I'm healed now that I'm able to share. Nilikuwa naambia mabesi zangu, wana nichekelea, mimi nalia. Nalia cause I was like, guy, that girl, I don't know who that woman was. That was not me. That was not me. That was another spirit. It looked like a cult. But mamangu husema, koherethu akiuga odo na ihinda rĩaguo, no ndũgĩkĩka wĩna gĩto. So there is a reason I had to go through that bad relationship, so that I could finally come home to myself, so that I could finally know what I deserve. You don't have to lower your standards for anybody. Where zieke huko?
ziweke huko. Mtu mwenye ana vibrate na hiyo energy yako atakuja. My therapist was telling me, you know, you are rare and you also need a rare guy. Okay? So the universe hears and it will respond. Hayuko kwa crowd. Huyo anakutafuta wewe pia na, and you don't chase a man. You will be attracted to the man of your dreams. He will come, and he eventually came. So thank you so much for watching, for supporting my work. Once again, I don't take it for granted. And please, 14 subscribers tufike mia ngapi? 500. Until next time, adios.